kuwa Allahumma laula Allah mahtadaina, ewe Mola, lau sio wewe Allah subhanahu hatungeweza kuwa ni wenye kuongoka. Wala tasaddaqna wala sallaina, na tusingekuwa na uwezo wa kutoa sadaka wala tusingelikuwa na uwezo wa kuswali. Innal ula baghaw alaina, hakika watu hao wanatufanyia sisi uovu na uchafu. In aradu fitnatan abaina, ikiwa watakusudia kwetu sisi shari, abaina, hatutaweza kuikubali shari hiyo. Kisha akamaliza akasema wa nahnu an fadlika mastaghnaina, na sisi kunako kujitosheleza na neema fadhila zako Allah bado hatujafikia kiwango cha kuzikataa. Wa nahnu an fadli, na sisi kunako fadhila zako ambazo Allah unatupa, mastaghnaina, hatuwezi kuzikataa, hatuwezi kusema hazitufai kwa wakati huu. Mastaghnaina ni watu tunaohitajia fadhila zako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake unasogelea nazo kila siku, haitowezekana hata siku moja kusema mimi mwanadamu, mimi mja sihitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hayupo shupavu hata mmoja anayeweza kusema hahitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha nabiyukum Ayyub alayhi salam, Nabiyullah Ayyub aliyekaa miaka 18 wa huwa marid, na akiwa ni mgonjwa. Familia aliyokuwa nayo ilimkimbia, watoto waliokuwa nao baadhi yao walikufa, mali aliyokuwa nayo iliisha yote. Fakana faqiran sa'aluka, akawa ni maskini aliyechupilia mbali kwa umasikini wake. Falamma kashafa Allahu dhurra, Allah alipokuwa amekusudia kumwondoshia maradhi yake, Allah subhanahu alipomuona mja wake ni muniban ilayhi as-sabirul awwab, mtu aliyejaa subira kwa dhiki iliyompata, Allah akamwondoshia yale maradhi. Katika zile hatua za kumwondoshia maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha mawingu yaweze kuteremsha mvua iliyojaa dhahaban wa fidda. Dhahabu na fedha zilimwagika kwa Nabiyullah Ayyub. Na siku moja alipokuwa anaoga, nguo zake alipokuwa amezitazama kwa umbali, ghafla wakateremka nzige, wakadondoka sehemu ile ya chini. Akainuka kwenda kuziokota zile nzige za dhahabu, wale wadudu wale nzige, lakini walikuwa wa sura ya dhahabu. Akaenda kuwaokota akiwa anawaweka katika nguo yake. Faqala fanadahu rabbuhu, mola wake akamwita, ya Ayyub, ewe Nabiyullah Ayyub, alam akun aghnaituka an hadha, hivi je sikuwa mimi nimekutosheleza na haya? Bimaana, kwa nini unahitajia tena vitu hivi hali ya kuwa tayari nimeshakuneemesha kwa vitu vingine vizuri kuliko hivi? Faqala na'am, akasema ni kweli mola wangu umenineemesha, nakubalia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umeniteremshia mimi fadhila mbalimbali, lakini walakin kaifa astaghni an fadlik wa kaifa astaghni an barakatik, ni namna gani nitajitosheleza, nitasema sihitaji tena fadhila zako Allah? Nitafikia kiwango gani cha kusema sihitaji tena baraka zako? Hakuna shupavu mwenye ujasiri anayeweza kusema hahitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, walihadha nabiyukum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndio maana mtume wenu alayhi salatu wasalam, baada ya kuwa anaisoma kauli ya Allah katika suratu An-Nisa, pale ambapo Allah subhanahu aliposema was'alullaha min fadli, endeleeni kumuomba Allah katika fadhila zake, endeleeni kumuomba mola wenu fadhila zake za afya. Muombe mola wako kuruzuku afya, muombe mola wako kuruzuku inshirah as-sudur, uweze kuwa na kifua chenye kukunjuka. Endelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku kuwa ni mtu mwenye kukubali haki inapokujia, tena uwe ni mtu mwenye kuirejesha batil. Mola wako tabaraka wa ta'ala anakuambia was'alullaha min fadli, endelea kumuomba Allah subhanahu katika fadhila zake. Kila mlango uliokuwa wa khairi muombe mola wako,
milango ya riziki muombe Mola wako, milango ya insharaha surur, milango ya kufunguliwa vifua muombe Mola wako, milango ya kuipata ilmu yenye manufaa muombe Mola wako. Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam kama kwenye hadithi ya Imamu Muslim, hadithi ya Abi Humayd na Abi Usaid radhiyallahu anhuma, Mtume anasema idha dakhala ahadukum almasjida, pindi mmoja wenu anapoingia msikitini, falyusallim ala nabii, amsalimie Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyaqul, na aseme Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ewe Allah Mola wangu nifungulie milango ya rehema zako. Wa idha kharaja, na pindi ambapo mtu anapotoka msikitini, faliyaqul, na aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Mola wangu na kuomba uniruzuku fadhila zako. Kuingia msikitini ni rahmat. Unapoingia msikitini utakuta barakati wa thawabu mbalimbali na baraka. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Na unapotoka nje unakutana na vitu vingine katika baraka za Allah na fadhila zake. Mtume akakufundisha unapotoka msikitini, sema Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Allah na kuomba uniruzuku fadhila zako, niruzuku kuwa abdan shakura, niruzuku kuwa katika waja wenye kushukuru, niruzuku kuwa katika waja ambao misimu ya kheri inapoingia niwe ni wa mwanzo kwenye kupambana kutafuta yale mazuri uliyoyaweka na kupata mistari ya mbele, kuwa katika sumatu salihin. Ewe Mola wangu niruzuku kuwa katika watu ambao wenye ilmu yenye manufaa, uniruzuku kuwa ni katika watu ambao wanaipata fadhila ya ilmu wakiwa hapa duniani, hata kama pale wameondoka wametangulia mbele yako. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Amefundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Bali sio hivyo ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwa mtu ambaye mambo mawili yamemtatiza, hajui ni lipi lililokuwa bora kulitenda, imma anaelekea kwenye jambo la kuoa, imma kwenye mambo ya kibiashara, imma kwenye mambo ya kifamilia na mengineyo, hajui ni ipi njia ya kufanya. Akafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam duaul istikhara. Mtu aiswali salatul istikhara, atakapomaliza kuswali salatul istikhara basi aombe maombi yafuatayo: Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, inni astakhiruka biilmik, mimi ninakuomba khiyari na kuomba unichagulie kwa kupitia ilmu yako, wa astaqdiruka biqudratik, kisha akasema wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam. Na nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni as'aluka min fadlika al'azim, na nakuomba kutokamana na fadhila zako kubwa, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wewe ndiye unayeweza na mimi siwezi, wa ta'lamu wa la a'lam, na unajua hali ya kuwa na mimi pia sijui. Wewe ndiye mwenye ilmu, wewe ndiye mwenye utambuzi, na kuomba tabaraka wa taala kwenye hili lilonisibu, nionyeshe njia iliyokuwa sawa, niletee faraja kwenye haya. Mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafundisha kwenye dua ulistikhara kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake. Lakini pia ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pale mtu ambapo wakati wa usiku atamsikia jogoo anawika, aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Allah hakika yangu mimi ninakuomba kutokamana na fadhila zako, kwa sababu huyu jogoo au huyu kuku faqad sami'a almalaika, amemsikia malaika. Na pale jogoo huyu anaposema na wewe ukasema Allahumma inni as'aluka min fadlik, fa innal malaka, hakika ya malaika husema amin. Na amin anayojibu malaika ni ahra an tujab, inastahiki zaidi kujibiwa. Unapomsikia jogoo wakati wa usiku anawika, unapoisikia sauti ya ukelele wa jogoo wakati wa usiku, sema Allahumma inni as'aluka min fadlik, ewe Mola wangu hakika yangu mimi ninakuomba Allah subhana katika fadhila zako. Haya yote yanaonyesha ya kwamba jambo la kumwomba Allah fadhila ni da'abu salihin wa da'abu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, ni mwenendo alioishi nao mtume wenu alayhi salatu wasalam. Wa inda al-imam al-Tabarani min hadith Abdullah bin Mas'ud
kwenye Mu'jam al-Imam Tabarani, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema Abdullah bin Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ad-dayf, alijiwa na mgeni alayhi salatu wasalam, akaondoka na mgeni mpaka akaenda kwenye nyumba moja katika nyumba za wake zake. Kila nyumba aliitembelea akiwaambia nazala bina dhaif, akiwaambia wametufikia leo hii mgeni. Lakini katika mambo ya kustaajabisha, wake zake wote 9 sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun, hapakuwa na mwanamke hata mmoja ambaye alikuwa ameweza kuwa na chakula ndani. Baitu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, nyumba ya nabii wenu aliyepewa ruhusa ya kuwa wanawake hawa wote, haikuwezekana kuwa na chakula, haikuwa na chakula, mgeni hana chakula. Madha qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, mtume wenu alisemaje tena baada ya hapo? Faqala, akasema, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Ewe Allah, ninakuomba kutokamana na fadhila zako na huruma yako, fa innahu la yamlikuha illa ant, hakuna anayemiliki fadhila isipokuwa wewe. Alipoomba dua hii sallallahu alaihi wasallam, haukupita muda wa uhudia nabii sallallahu alaihi wasallam shatun musliya, akaletewa zawadi ya mbuzi aliyekaangwa. Akaletewa zawadi sallallahu alaihi wasallam ya mbuzi ambaye tayari ameshakaangwa. Alipoletewa mbuzi ule, faqala sallallahu alaihi wasallam, hadha fadlullah wa nahnu nantadhiru rahmatah, hii ni fadhila ya Allah na sisi tunasubiria huruma yake. Likikushika jambo ewe Abdullah, likikutatiza jambo katika mambo ya kidunia,